Wadau, natumai mpo poa, mmeshinda salama popote mlipo na popote ambapo mnaitazama FM African Documentary mlipo. Na kwa sasa tunazamia story ambayo ni kati ya story ambazo zimegonga vyombo vya habari katika kona zote za ulimwengu. Kisa kikiwa ni chake Ezekiel Odero ambaye ni kasisi wa New Life Church Ministry ambayo ipo kule Mavueni, kaunti ya Kilifi, katika eneo la sub-county ya Kilifi Mavueni. Na Ezekiel Odero alipata kukamatwa leo na maafisa wa DCI kulingana na uchunguzi unaofanyika kwake kuweza kuhusika na mauaji ya watu zaidi ya mamia ambao inaaminika walipata kuiaga dunia katika kanisa lake la Mavueni. Ezekiel Odero yeye sio mwanzilishi wa kisa hiki. Kisa hiki kilianza na kasisi ambaye wengi walimtambua kama Paul wa Yesu. Paul Mackenzie alikuwa akiwasuta wafuasi wake kuweza kuasi kula na kutokula ndipo wapate kuiaga dunia, waende wakamuone Mwenyezi Mungu. Na wengi wao walipata kuiaga dunia. Inaaminika siku ya kwanza watu wake walipoanza kujinyima, siku ya kwanza walikufa watu 50. Wiki ya kwanza samani waliiaga dunia watu 50. Na waliiaga dunia ndio waende wakamuone Yesu. Na wale waliopata kuokolewa na tume za uchunguzi wanasema pia wao walikuwa wanamuona Yesu, walikuwa wanawaita, walikuwa wanamwambia ndio huyu, mimi ndio Mwafrika. Na wakati Ezekiel Pastor Paul Odero alipata kukamatwa, alitishia watu na akasema amjui kile ambacho mnapigana nacho na kitawaramba tu. Msemo umetumika na wengi kwenye mitandao ya kijamii wakipata kutengeneza memes nao, wakipata kufanya ucheshi nao, na content creators, a lot of them have made jokes in regards to the said matter. But the truth remains, watu wameiaga dunia. Inaaminika zaidi ya watu 500 raia wa Jamhuri ya Kenya walitoka sehemu tofauti za nchi ya Kenya na wakaenda kujiunga na kanisa la Pastor Ezekiel Odero na kanisa pamoja na kanisa la bwana tunamwitaje Paul Mackenzie. Na wote wale wengi walipata kuiaga dunia. Maana mafunzo yake yalikuwa ni mafunzo ya kiajabu. Tumeona cult mingi ulimwenguni zikipata kutajwa. Amongst the most criminal cults that have ever graced the world, mostly in the US. Na cults zilikuwa zinafanya mingi mpaka zinawasuta mwende mkafanya ulipuzi ndipo kupata kuua watu. You get? So it's the same thing ambayo ilipata kufanyika hapa. Ezekiel pamoja na huyu mfuasi wake. And here is where the link comes in. Unajua wengi wamekuwa nchini Kenya, wafuasi wa Pastor Ezekiel Odero ni wengi sana. I remember the guy in the year 2022, after even the president of the country alipata kuteuliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, William Ruto mwenyewe akapata kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, alifanya ile inaitwa inauguration ceremony ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Kasarani. Na baada ya kufanya hiyo sherehe pale katika ukumbi wa Kasarani, inaaminika watu waliokuwa pale katika sherehe ya inauguration ceremony ya Rais William Ruto hawakuwa wengi kama waliokuwa katika ukumbi ule siku ambayo Pastor Ezekiel Odero alikuwa na crusade pale. Alikuwa akifanya crusade pale, ama niseme mkutano wa maombi. So meaning wakati Ezekiel Odero was there, he had so many followers, more even that the president had during his inauguration after being chosen and after he was being sworn in as the president of the Republic of Kenya. Now the same thing pia kule Kisumu, inaaminika ujamaa alikuwa na a lot of followers and a lot of influence incomparable to the influence that Raila Amolo Odinga Jacom himself has in the region of Kisumu, which is something that is out of context because we try to understand it in another dimension. It's something that really cooks up things. We try to understand this whole thing and try to make it. Yeah, that's what's up. Some things are happening out here which are really pissing me off.
I hate noises when I'm recording. I'm sorry. So let's get back. The link between Pastor Ezekiel Odero and Pastor Paul Mackenzie comes here. Pastor Ezekiel Odero church is called the New Life Church. The same thing to the church of Pastor Paul Mackenzie is called the New Life Church. So these people want people to have a new life after death. After death. You get? Now, that's where this whole thing has been molded up and brought up a lot of controversies online. Because people try to understand why. Why? Ezekiel had everything in store. People loved him. People have embraced him. But now, if you look at the information that has been published by the CS of Interior in the country, that is Bwana Kithure Kindiki, he has said that it has come to his attention, the information of the general public, that today, Thursday, 27th April 2023, Mr. Ezekiel Odero, the head of New Life Prayer Center Church at Mavueni, within Kilifi North Sub-County of Kilifi County, has been arrested and is being processed to face criminal charges related to mass killing of his followers. The said church has been shut down. The over 100 people who were holed up at the premises have been evacuated and will be required to record statements. So already the government knows the charges that they are going to lay upon Ezekiel Odero is mass killing. You get? And that's where things are getting messy, because this guy has had a lot of influence. Unajua, ukiona bibi yako ameanza kuita pastor daddy, kuna hawa watu pia wanaita mapasta daddy. Munasema cult. That is typical nonsense. How do you call a pastor daddy? Your father ako pale, mbona usiite babako daddy ama mama yako mom? Juu kuna hawa nao wanaitanga hata bibi za mapasta mam mangoa nyadhiwa kode. Ndeni huko bwana. Yeah, and that's what's up. This is FM African Documentary. My name is Felix Mwenda. Go ahead and subscribe.